Naitwa Andrew Odhiambo Ogutu ama Papa Ogutu. Katika masuala ya spoti pia nafanya spoti kwa wingi. Nilikuwa mchezaji, nimekuwa referee, nimekuwa pia match commissioner, na vile vile tungependa mno tuweze kuniongelea kuhusu kabumbu. Nafikiri mpira inatuweka pamoja kama marafiki, tunajuana, na enzi zangu nikiwa nikicheza nilipata marafiki wengi sana katika mambo ya spoti. So natazamia kwamba spoti inapaswa kutuleta pamoja, si uadui. Na kisa kilichofanyika kule Gusii Stadium Shabana na Gor Mahia ni kisa ambacho nataka kukikemea sana. Sisi kama washikadau katika mambo ya spoti hatungependa mambo kama hayo yatendeke, sababu hii ni siasa ambayo ililetwa katika mpira. FKF vile vile napaswa pia kufikiria sana wakati wa kupanga hizi mechi, sababu mechi kubwa kama hiyo haipasi kupangwa kwa stadium mdogo kama Gusii. Ingetafutwa venue nyingine neutral waweze kucheza pale, mashabiki waingie wacheze, na vile vile security apparatus pia wangefanya kazi nzuri, kazi yao, ili kuweza kuepusha maafa ambayo yalitendeka katika uwanja huo. Jambo lingine ni kwamba siasa, hatupasi kuingiza siasa katika mambo ya kabumbu. Tuepushe siasa kabisa, kwa sababu tukiweka siasa katika mambo ya kabumbu then tutaweka uadui. Na ikumbukwe kwamba Kenya inapaswa kuhost CHAN mwaka huu katika Agosti. Sasa wale wanaopanga CHAN, kama habari kama hii inaweza kutuma Kenya tunyang'anywe, tupokonywe nafasi hiyo, na itakuwa ni aibu kubwa sana. Itafanyika kama 1996 tulikuwa tumefaulu kupata Africa Cup of Nations, lakini kwa sababu ya mambo ambayo hayafai yalitendeka ikapelekwa katika nchi nyingine. Kwa hivyo tuchunge sana jinsi tunavyofanya sisi mashabiki. Mpira inapaswa kutuunganisha, si uadui hata kidogo. Stop gap measures ambazo FKF wanapaswa kufanya ni kama kujua kama kweli ni sawa, Gusii Stadium wanapaswa, kila timu inapaswa kuwa na home ground yake ya kucheza. Wakijua hivyo, basi watenge viti vya kutosha. Watenge kama ni mashabiki wa Gor Mahia wajue ni wangapi wanakuja, wa FC wajue ni wangapi wanakuja, ili watengewe viti vyao. Tufanye kama jinsi ngambo tunavyofanya hivi, kwamba kusije kuwa na stampede. Na vile vile ikiwezekana huko Gusii Stadium basi waipanue, kwa sababu hiyo ni home ground yao. Kila timu inataka kuwa na advantage ya home ground. Wapanue kiwanja kile kiwe kikubwa, ili wakati wote mechi zinapochezwa kusirudiwe na yale matatizo ambayo tuliyaona juzi. Kuhusu match fixing, nafikiri ingefaa sana. Nafikiri jambo kuu zaidi ni kuhusu zile hela ambazo wachezaji wanalipwa, sababu wakati ambapo mtu halipwi pesa vizuri, kunakuwa na hiyo tamaa ya kutaka sasa zaidi, na pia gharama maisha pia iko juu. Kwa hivyo kila ambacho tungesema ni kwamba tuliamua KPL iwe ni professional. Ikiwa professional, maana yake ni kwamba wachezaji wanapaswa kulipwa vizuri, na kunapaswa kuwa sheria kwamba kila kilabu inapaswa kulipa wachezaji wake vizuri kiasi fulani cha hela, bila kupunguza, bila kuongeza, ili issues za match fixing ziishe. Sasa kama English Premier League hatujaisikia mambo ya match fixing, kwa sababu wachezaji wanalipwa vizuri, na vile vile hakuna wanaotafuta kushinda katika njia ambayo sio haki. Ni watu wafanye mazoezi, washinde game zao vizuri, waweze kupata pesa zao. Na vile vile hizi betting companies, nafikiri hao mara nyingi ndio wanahusika katika match fixing, sababu hao wanataka labda wakati watu wamewekelea ili wasipate hizo hela, sasa wanafanya match fixing. Nafikiri jambo kuu pia ni hizi betting companies zimekuwa too much, ni nyingi, zipunguze ziwe chache. Zimekuwa nyingi zaidi, sababu katika hali hiyo basi hooliganism pia inaingiana katika hali ya match fixing na kadhalika. Kwa hivyo jambo kuu, walipo wachezaji vizuri, na vile vile hizi betting companies zichunguzwe. Ni vizuri hata zingine zimeondolewa katika social media na radio na TV na kadhalika, pia katika mpira pia tuweze kuwachunguza, na pia ziweze kuwa reduced kabisa, ili mambo kama haya yasitendeke. Ni aibu sana kwamba tunaweza badala ya kushinda mpira kiwanjani natumia mbinu za kando ili kuweza kushinda mpira. Ni aibu sana.